Je, umewahi kujiuliza kwa nini maneno ya mtu mmoja yanaweza kuharibu siku yako nzima? Kwa nini mtu akikukataa, kukudharau au kukusaliti, unashindwa kupata amani ya moyo? Kwa nini wakati mwingine hasira inakufanya useme maneno ambayo baadaye unayajutia? Sikiliza kwa makini. Tatizo si kwamba dunia ina watu wabaya, matatizo au mambo yasiyotabirika. Tatizo ni kwamba mara nyingi tunawapa wengine uwezo wa kutawala hisia zetu. Lakini Wastoiki walifundisha jambo moja lenye nguvu sana. Huwezi kudhibiti kila kitu kinachotokea katika maisha yako, lakini unaweza kujifunza kudhibiti namna unavyoitikia. Mtu asiyetetereka si mtu ambaye hana maumivu, si mtu ambaye hakasiriki, na si mtu ambaye maisha yake hayana matatizo. Ni mtu ambaye amejifunza kutoruhusu kila tukio limnyang'anye amani yake. Leo nitakuonyesha kanuni 5 za Ustoiki ambazo zinaweza kukusaidia kujenga akili tulivu, moyo imara na tabia ambayo haitikisiki kirahisi mbele ya changamoto za maisha. Na ukijielewa kweli, hutazama maisha kwa mtazamo tofauti kabisa. Karibu kwenye falsafa ya Ustoiki. Wakisha moto ulio ndani mwako. Sasa tuanze na kanuni ya kwanza, ambayo ni msingi muhimu sana wa falsafa ya Ustoiki. Jifunze kutofautisha kati ya kile unachoweza kudhibiti na kile ambacho huwezi kudhibiti. Fikiria maisha yako kwa muda mfupi. Unaweza kudhibiti maneno unayosema, unaweza kudhibiti matendo yako, unaweza kudhibiti namna unavyotumia muda wako, unaweza kudhibiti juhudi unazoweka katika kazi yako, na unaweza kudhibiti namna unavyoitikia matatizo yanapokuja. Lakini kuna mambo ambayo yako nje ya uwezo wako. Huwezi kudhibiti watu wengine watakufikiria nini. Huwezi kulazimisha mtu akupende. Huwezi kuzuia kila mtu kukukosoa. Huwezi kubadilisha yaliyopita, na huwezi kujua kila kitu kitakachotokea kesho. Hapa ndipo watu wengi hupoteza amani yao. Wanatumia nguvu zao zote kupigana na mambo ambayo hawawezi kuyabadilisha. Mtu hakukupenda, unateseka kwa siku nzima. Mtu amekusema vibaya, unatumia masaa mengi ukifikiria jinsi ya kumjibu. Ulipoteza nafasi fulani, unaendelea kujiuliza, kwa nini nilifanywa hivi? Lakini Ustoiki inakufundisha kubadilisha swali. Badala ya kusema, kwa nini jambo hili limetokea kwangu? Jiulize, sasa ni jambo gani ambalo bado niko na uwezo wa kulifanya? Hapo ndipo nguvu yako inaanza kurudi mikononi mwako. Kwa sababu mtu mwenye hekima hatumi maisha yake kujaribu kudhibiti ulimwengu mzima. Anajitawala yeye mwenyewe. Kwa hiyo, wakati jambo gumu linapotokea, simama kwanza. Vuta pumzi. Jiulize, hili liko ndani ya uwezo wangu wa kulibadilisha? Kama jibu ni ndio, chukua hatua. Kama jibu ni hapana, kubali ukweli huo na elekeza nguvu zako kwenye kile unachoweza kufanya. Kumbuka, huwezi kudhibiti upepo, lakini unaweza kujifunza kuelekeza matanga ya mashua yako. Na hiyo ndiyo kanuni ya kwanza ya kuwa mtu asiyetetereka. Usipigane na mambo usiyoweza kuyatawala. Jitawale wewe mwenyewe. Lakini kuna jambo lingine ambalo ni gumu zaidi. Unaweza kubaki imara wakati watu wengine wanakuhukumu, kukukataa au kukudharau. Hilo ndilo tutakaloliona katika kanuni ya pili. Kanuni ya pili, usiruhusu maoni ya watu yakutawale. Katika kanuni ya kwanza tumejifunza jambo muhimu. Huwezi kudhibiti kila kitu kinachotokea katika maisha yako, lakini unaweza kudhibiti namna unavyoitikia. Sasa tuingie kwenye kanuni ya pili, na hii ni moja ambayo karibu kila mmoja wetu amewahi kupigana nayo: maoni ya watu wengine. Fikiria mara ya mwisho mtu alipokukosoa. Labda alikuambia kwamba huwezi kufanikiwa. Labda alikukejeli kwa sababu ya kazi unayofanya. Labda mtu alikuacha. Au labda mtu alizungumza vibaya kuhusu wewe mbele ya wengine. Ulihisia? Huenda ulijisikia hasira. Huenda uliumia. Huenda ulitumia masaa mengi ukifikiria maneno yale. Na wakati mwingine, mtu huyo anaendelea na maisha yake, wakati wewe bado unabeba maneno yake moyoni. Hapo ndipo tunapofanya kosa kubwa. Tunawapa watu wengine funguo za hisia zetu. Mtu mmoja anasema jambo,
na ghafla furaha yetu inapotea. Mtu mwingine anatukata na tunaanza kujiuliza kama kweli tunathamani. Lakini jiulize, je, maoni ya mtu mwingine ndiyo yanayoamua wewe ni nani? Hapana. Wastoiki walitufundisha kutenganisha mambo mawili: kile ambacho watu wanafanya na kile ambacho sisi tunachagua kufanya nacho. Mtu anaweza kukudharau, lakini huwezi kumlazimisha akuheshimu. Mtu anaweza kukushukia, lakini si lazima nawe umchukie. Mtu anaweza kusema utafeli, lakini maneno yake si hukumu ya maisha yako. Na muhimu zaidi, ukosoaji wote si lazima uwe shambulio. Wakati mwingine mtu anayekukosoa anaweza kuwa anakusaidia kuona kosa ambalo wewe mwenyewe hukuliona. Kwa hiyo usiwe mtu anayekasirika kila anapokosolewa. Jifunze kuuliza, je, kuna ukweli wowote katika maneno haya ninaoweza kutumia kujiboresha? Kama upo, chukua somo. Kama haupo, acha maneno yapite. Usibebe kila kitu unachoambiwa, kwa sababu ukijaribu kuwafurahisha watu wote, utapoteza mtu mmoja muhimu sana: wewe mwenyewe. Ukweli ni kwamba watu watakuzungumza ukiwa unafanikiwa, watakuzungumza ukiwa unashindwa, watakuzungumza ukiwa kimya, na watakuzungumza hata usipofanya chochote. Kwa hiyo usijenge maisha yako kwa ajili ya kuwanyamazisha watu. Jenga maisha ambayo wewe mwenyewe unaweza kuyaheshimu. Na kumbuka, huwezi kuzuia watu kuwa na maoni kuhusu wewe, lakini unaweza kuamua kama maoni hayo yatatawala akili yako. Mtu mwenye nguvu si yule ambaye hakuna anayemkosoa, ni yule anayesikia ukosoaji, anatafakari, anajifunza pale inapohitajika, na kisha anaendelea na safari yake. Kwa hiyo kuanzia leo, usimpe mtu yeyote mamlaka ya kuamua thamani yako. Maoni yao ni yao, maisha yako ni yako, na amani yako ni jukumu lako kuilinda. Lakini hata ukijifunza kutawala hisia zako na kupuza maoni yasiyofaa, bado kuna kitu kimoja ambacho hakuna mwanadamu anayeweza kukikwepa: matatizo. Na hapo ndipo kanuni ya 3 inapoanza: jinsi ya kukubali changamoto bila kuruhusu zivunje moyo wako. Kanuni ya 3: kubali kwamba matatizo ni sehemu ya maisha. Katika kanuni 2 zilizopita tumejifunza mambo mawili muhimu. Kwanza, jifunze kutawala kile unachoweza kutawala. Pili, usiruhusu maoni ya watu wengine yatawale akili na hisia zako. Lakini sasa tunafika kwenye jambo ambalo hakuna mwanadamu anayeweza kulikimbia: changamoto. Kila mtu anataka maisha mazuri. Tunataka amani, tunataka pesa, tunataka kazi nzuri, tunataka familia yenye furaha, tunataka mipango yetu ifanikiwe. Lakini maisha hayatuahidi kwamba kila kitu kitakwenda kama tulivyopanga. Wakati mwingine utapoteza kazi, wakati mwingine utakataliwa, wakati mwingine mtu unayemwamini atakuumiza, wakati mwingine utajaribu jambo mara 1, 2, 3 na bado hutafanikiwa. Na wakati huo swali linalokuja kichwani huwa, kwa nini mimi? Lakini Ustoiki inatufundisha kubadilisha swali hilo. Badala ya kusema, kwa nini haya yananitokea, jiulize, ninaweza kujifunza nini kutokana na haya? Hii ni tofauti kubwa sana, kwa sababu huwezi kuchagua kila changamoto inayokuja katika maisha yako, lakini unaweza kuchagua kile utakachofanya baada ya changamoto hiyo. Fikiria mti ulioko kwenye dhoruba. Upepo mkali unapovuma, mti hauwezi kuambia upepo usivume. Badala yake, mizizi yake inashikilia ardhi. Dhoruba inaweza kutikisa, inaweza kuvunja baadhi ya matawi yake, lakini ikiwa mizizi yake ni imara, mti unasimama. Na wewe pia unaweza kuwa hivyo. Changamoto haziji kila wakati kukumaliza. Baadhi zinakuja kukufundisha uvumilivu, baadhi zinakufundisha nidhamu, baadhi zinakufanya ujue nani yuko pamoja nawe, na nyingine zinakulazimisha kugundua nguvu ambazo hukujua kwamba ulikuwa nazo. Hii haimaanishi kwamba tunapaswa kupenda mateso. Hapana. Inamaanisha kwamba tunapaswa kuacha kuamini kwamba maisha mazuri ni maisha yasiyo na matatizo. Maisha mazuri ni maisha ambayo umejifunza kukabiliana na matatizo kwa hekima. Kwa hiyo unapopitia kipindi kigumu, usikimbilie kusema, maisha yangu yamekwisha. Jiulize, ni somo gani maisha yanajaribu kunifundisha? Labda unahitaji kuwa na subira zaidi.
Labda unahitaji kubadilisha njia, labda unahitaji kujifunza kitu kipya, au labda unahitaji tu kuendelea kusimama mpaka dhoruba ipite. Kumbuka, usipime nguvu zako kwa jinsi maisha yalivyo rahisi. Zipime kwa jinsi unavyosimama wakati maisha yanakuwa magumu. Na siku moja unaweza kuangalia nyuma na kugundua kwamba jambo uliloliona kama mwisho ndilo lilikuwa mwanzo wa wewe kuwa mtu mwenye nguvu zaidi. Kwa hiyo, usiogope kila changamoto. Ikabili, jifunze kutoka kwake, na endelea mbele. Kwa sababu mtu asiyetetereka si yule ambaye hajawahi kuanguka. Ni yule anayejifunza kuinuka kila anapoanguka. Lakini kuna hatua nyingine muhimu zaidi. Kwa sababu hata unapokutana na hasira, provocation, au jambo linalokuumiza, je, utaweza kujizuia kabla hujajibu? Hilo ndilo tutakaloliona katika kanuni ya 4. Kabla hatujaendelea, tafadhali jisajili na uwakishe kengele ya taarifa. Kanuni ya 4: simama kabla ya kuitikia. Ndugu zangu, kabla hatujaendelea, nataka niseme jambo moja kutoka moyoni. Habari za Tanzania, Kenya, Uganda, Marekani, Oman, Msumbiji, Kongo DR, Ujerumani, Kanada, Uingereza, Ufaransa na kila mahali duniani ambako kuna mtu anayesikia na kuelewa Kiswahili. Nimewakumbuka, na ndio maana leo nipo hapa tena. Wenda umejiuliza, mbona falsafa ya Ustoiki ilikuwa kimya? Ukweli ni kwamba nilihitaji muda. Sikuwa nataka kurudi na maudhui yale yale, maneno yale yale, na video ambazo zinaonekana kama kila kitu tunachokiona kila siku kwenye mitandao. Niliondoka kidogo ili nitafute nia ya kuifanya falsafa ya Ustoiki iwe ya kipekee, ya binafsi, na zaidi ya yote iwe ya kweli. Na sasa nimerudi. Lakini safari hii nataka tuzungumze kwa namna tofauti. Kwa sababu Ustoiki si maneno mazuri tu ya kuweka kwenye video, ni namna ya kuishi. Na kanuni ya leo inaweza kubadilisha kabisa namna unavyoshughulika na hasira. Fikiria mtu anakutukana. Moyo wako unapanda. Hasira inaanza. Unataka kujibu haraka. Labda hata unataka kumuumiza kwa maneno makali zaidi. Lakini hapo ndipo ninataka ukumbuke jambo moja. Usijibu haraka. Simama. Vuta pumzi. Jiulize, je, nikijibu sasa nitakuwa nimetawala hisia zangu, au hisia zangu ndizo zitanitawala? Kwa ndio utofauti kati ya mtu anayesukumwa na hisia na mtu anayezitawala. Kumbuka, mtu anaweza kukuchokoza, lakini hawezi kulazimisha wewe upoteze utulivu wako. Mtu anaweza kukukasirisha, lakini uamuzi wa kulipuka ni wako. Mtu anaweza kukutumia maneno makali, lakini maneno yako ya mwisho bado yako mikononi mwako. Wakati mwingine, sekunde 5 za ukimya zinaweza kukuokoa na majuto ya miaka mingi. Kwa hiyo kabla hujajibu ujumbe ukiwa na hasira, subiri. Kabla hujamjibu mtu aliyekuumiza, subiri. Kabla hujachukua uamuzi mkubwa ukiwa umejaa hasira, subiri. Kwa sababu si kila kitu kinahitaji jibu, na si kila vita vinastahili kupiganwa. Mtu mwenye hekima anajua kwamba ukimya wakati mwingine ni jibu lenye nguvu kuliko maneno elfu. Na kumbuka jambo hili: kuwa mtulivu si udhaifu, kujizuia si woga, na kutokujibu kila provocation si kushindwa. Wakati mwingine nguvu kubwa zaidi ni uwezo wa kusema, nimekasirika, lakini sitaruhusu hasira iamue kwa niaba yangu. Hapo ndipo unapoanza kuwa huru. Huru dhidi ya hasira, huru dhidi ya mihemko ya muda mfupi, na huru dhidi ya watu wanaotaka kuona ukipoteza udhibiti. Kwa hiyo kuanzia leo, usikimbilie kuitikia. Simama, fikiri, chagua, kisha jibu. Na kabla hatujaingia kwenye kanuni yetu ya mwisho, nataka kukuuliza wewe uliangalia mpaka hapa. Je, umependa huu ujio wangu mpya? Je, unapenda kuona falsafa ya Ustoiki ikirudi kwa mtindo huu wa kipekee, wa binafsi na wa kweli? Niambie kwenye comments unatoka nchi gani. Andika nchi yako, nataka nijue tuko pamoja kutoka wapi. Na kama bado unaamini kwamba mtu anaweza kubadilisha maisha yake kwa kubadilisha namna anavyofikiri, basi bado tuna safari ndefu pamoja.
Tumefika kwenye kanuni ya mwisho. Na hii, ndugu yangu, ni kanuni ambayo inaweza kubadilisha kabisa namna unavyoitazama dunia. Kanuni ya 5: kumbuka kwamba muda wako una mwisho. Najua si rahisi kusikia maneno haya. Wengi wetu tunaishi kana kwamba tuna muda usio na mwisho. Tunasema, nitafanya kesho, nitampigia simu baadaye, nitaanza siku nyingine, nitawaomba msamaha wakati nitakapokuwa tayari. Lakini ukweli ni kwamba hatuna uhakika wa kesho. Na Wastoiki walitumia ufahamu wa kifo si ili kuishi kwa hofu, bali ili kujifunza kuishi kwa amana. Julius, ikiwa ungejua kwamba muda wako ni mfupi kuliko unavyofikiri, ungeendelea kutumia siku zako kwa hasira. Ungeendelea kuchukia mtu kwa miaka mingi. Ungeendelea kuishi kwa ajili ya kuwafurahisha watu ambao hawajui thamani yako. Ungeendelea kuahirisha ndoto zako kila siku. Labda kwa sababu tunapokumbuka kwamba muda wetu una mipaka, tunaanza kuthamini kile tulicho nacho. Tunathamini familia, tunathamini marafiki, tunathamini afya, tunathamini muda, tunathamini hata siku ya kawaida ambayo hapo awali tuliona haina maana. Na hapa ndipo kuna somo kubwa. Usisubiri kupoteza kitu ndipo utambue thamani yake. Usisubiri kumpoteza mtu ndipo useme, laiti ningemwambia nilimpenda. Usisubiri nafasi ipotee ndipo useme, laiti ningejitahidi zaidi. Usisubiri miaka ipite ndipo ugundue kwamba uliishi maisha yote ukijaribu kuwa mtu ambaye wengine walitaka uwe. Kwa sababu muda ni mali ambayo pesa haiwezi kununua tena. Ukipoteza pesa, unaweza kuzipata tena. Ukipoteza kazi, unaweza kutafuta nyingine. Ukianguka, unaweza kuinuka. Lakini dakika iliyopita hairudi tena. Kwa hiyo swali si, nitaishi miaka mingapi? Swali muhimu ni, nitaifanya miaka yangu iwe na maana kiasi gani? Na hii ndio sababu Stoiki inatufundisha kuthamini wakati tulio nao. Usipoteze maisha yako kwa vitu vidogo vinavyokukasirisha. Usipe mtu ambaye hakupendi nafasi ya kutawala siku yako yote. Usitumie miaka mingi kujaribu kuthibitisha thamani yako kwa watu wengine. Ishi, jifunze, penda, fanya kazi, jenga, samehe pale inapowezekana, na usiogope kuanza tena. Kwa sababu siku moja utatazama nyuma na hutajuta kwamba hukuwahi kuwa mkamilifu. Utajuta zaidi ya uliokuwa na nafasi ya kufanya, lakini ukaogopa. Utajuta maneno ya upendo ulioyaweka moyoni, ndoto ulizoahirisha, muda uliopoteza kwa chuki, na maisha uliyoyacha yapite bila kuyashi kweli. Kwa hiyo ndugu yangu, usishikana kwamba una muda usio na mwisho. Tumia leo kwa hekima, kwa sababu leo ndio siku pekee ulionayo mikononi mwako. Na kama umefika mpaka hapa katika safari hii ya kanuni 5, basi nataka nikufundishe jambo moja la mwisho. Kuwa imperturbable hakumaanishi kutokuwa na hisia. Ni kujifunza kuzitawala. Si kutokutana na matatizo, bali kujua namna ya kuyakabili. Si kutokasirika, bali kutokuruhusu hasira ikuongoze. Na si kutokufa, bali kujifunza kuishi kabla muda haujaisha. Hii ndiyo falsafa. Hii ndiyo safari. Na hii ndiyo falsafa ya Ustoiki. Kama ujumbe huu umefika moyoni mwako, niambi kwenye comments. Ni kanuni ipi kati ya hizi 5 imekugusa zaidi? Na pia niambie unatoka nchi gani? Tanzania, Kenya, Uganda, Congo DR, Msumbiji, Marekani, Oman, Ujerumani, Canada, Uingereza, Ufaransa, au sehemu nyingine yoyote ambako Kiswahili kinasikika. Nataka kujua ni umbali gani ujumbe huu umefika. Kwa sababu falsafa ya Ustoiki si mahali. Ni safari ya mwanadamu kuelekea ndani yake mwenyewe. Na safari hii tutaendelea pamoja. Mimi ni Mr. Philbana. Hii ni falsafa ya Ustoiki. Wakisha moto ulio ndani mwako